Bwana Yesu asifiwe. Na salimu wote kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo, nikitumani kote mlipo salama. Na siku ya leo tutakwenda kujifunza neno ambalo linasema ni furaha tupu tunapopatwa na majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Ni furaha tupu tunapopatwa na majaribu. Tutakwenda kusoma kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 2 hadi 4. Na kwenda kusoma kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo. Nasema, ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mnapopatwa na majaribu mbalimbali. 3. Kwa sababu mnajua ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi timilifu, ili mpate kuwa wakamilifu, mumekamilishwa bila kupungukiwa na kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anatuambia hesabuni kuwa ni furaha tupu mnapopatwa na majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Hesabuni kuwa ni furaha tupu unapopatwa na majaribu katika ndoa, katika huduma yako. Hesabu kuwa ni furaha tupu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaweza tukajiuliza swali, kwa nini kujaribiwa? Kwa nini sisi wa Kristo tunajaribiwa? Kwa nini wanadamu tunapatwa na majaribu na shida mbalimbali? Bwana Yesu asifiwe. Kujaribiwa ama majaribu yanakuja. Majaribu kwetu sisi wa Kristo ama kwetu sisi wanadamu yanakuja ili tupate kuna kupelekwa viwango zaidi ya viwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini cha kusikitisha sana, katika majaribu ndipo ambapo wengi tunaanguka. Wengi ambao tulikuwa tunamsogelea Mungu, lakini tunapopatwa na majaribu yanasababisha tunakuwa mbali na Bwana. Mungu atuhurumie sana. Mungu atuhurumie sana. Tukiangalia Ayubu alivyosimama katika majaribu. Tukiangalia kujaribiwa kwake Ayubu mtumishi wa Mungu kwa jinsi alivyosimama. Ni nani miongoni mwetu sisi wanadamu ambaye anaweza kusimama kama yeye? Kwa sababu wengi tunapokutana katika majaribu ama tunapoanguka, tunapopatwa na majaribu, tunatoka katika mapenzi ya Mungu. Unapopatwa na shida katika ndoa yako, katika huduma yako, tunakuwa tunawakimbia wanadamu. Na Mungu anatuambia kuwa amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Unasimama namna gani katika majaribu? Unasimama namna gani katika huduma yako? Unasimama namna gani katika utumishi wako? Bwana Yesu asifiwe. Mungu atuhurumie sana. Kujaribiwa kwa Ayubu, kujaribiwa kwa mtumishi wa Mungu, na tuonesha kuwa alipopata na majaribu yale ya kuota vijipu katika sura na katika mwili mzima, mke wake akamwambia, kwa nini usimlaani Mungu wako na ufe? Mungu atuhurumie sana. Lakini Ayubu, sikia jibu la mtumishi wa Mungu alilomjibu mke wake, akamwambia, je, tupate mema kwa Bwana na tusipate na mabaya pia? Bwana Yesu asifiwe. Mungu atuhurumie sana. Majaribu yanakuja kupima wewe Mkristo unasimama namna gani, imani yako iko namna gani. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia hapa kumstari wa 3, linatuambia kwa sababu twajua kuwa kujaribiwa kwa imani zetu huleta saburi mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na saburi hiyo na iwe kamilifu na timilifu. Inatuonyesha kuwa kukamilika kwetu sisi wa Kristo tunakamilika kupitia majaribu. Kuimarika kwetu sisi wa Kristo tunaimarika kupitia majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Majaribu yanatufanya tunakwenda viwango zaidi ya viwango. Majaribu yanasababisha unakuwa kwenye level nyingine na Mungu wako. Unakuwa kwenye lengo nyingine ama level nyingine katika maisha ama katika kipindi kigumu ambacho unakipitia.
Mungu atuhurumie sana. Lakini watu wengi sana tunakuwa tukianguka katika majaribu, tukashindwa namna itupasavyo kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini majaribu ya kuangushi? Kwa nini majaribu ya kuangushi? Bwana Yesu asifiwe. Je, katika majaribu huwa unasimama namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Imani yako inasimama namna gani? Kwa sababu kujaribiwa kwa mwanadamu ama Mungu anapomjaribu, Mungu aliporuhusu shetani apate kwenda kumjaribu Ayubu, Mungu alijua kuwa hilo jaribu Ayubu atapata kwenda kulistahimili. Na Mungu akatambia, Mungu haweza karuhusu mwanadamu ajaribiwe kuliko vile awezavyo kustahimili. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu nalo kupata ama majaribu ama kipindi kigumu unachopitia, utambue kuwa Mungu haweza karuhusu hilo jaribu likushinde. Mungu haweza karuhusu upate jaribu ambalo ni ngumu zaidi ya imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atuhurumie sana na atupe nguvu ya kusimama katika majaribu. Wengi sana tunaanguka katika majaribu na tunajisahau. Wengi tulikuwa waombaji, lakini tunapopata na majaribu tunaanguka. Tunaanza tegemea wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu likituambia kuwa amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Unasimama namna gani katika majaribu? Unasimama namna gani ili Mungu ajipige kifua aseme mimi nina mtoto wangu duniani ambaye hata majaribu yaje namna gani atapata kwenda kushinda? Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado nafasi ya kusimama ipo. Yawezekana kuna majaribu ambayo ukashindwa kustahimili, na wakati hilo jaribu lilikufaa wewe kustahimili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado haujashindwa, bado ya kupasa endelee kusimama. Kujaribiwa kwa imani yetu sisi wa Kristo huleta saburi mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kujaribiwa kwa imani yako wewe na mimi ni kwa faida yetu sisi wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Unasimama namna gani? Unapopatwa na majaribu unachukua hatua gani kama Mkristo? Je, unakuwa mwenye manunguniko? Bwana Yesu atuhurumie sana. Unasimama namna gani? Kipindi cha majaribu ndicho kipindi ambacho muovu anainuka na kuona acha nimtazame yule mwana wa Mungu pale duniani anasimama namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Imani yako iko namna gani, mtu wa Mungu? Je, mwana wa Adam atakaporudi, na wakati wewe ukiwa katika majaribu, na wakati wewe kama Mkristo uliyekuwa imara, uliyekuwa hodari, ulipopatwa na majaribu ukaacha kuomba, ukaacha kumtegemea Mungu, na wakati huku ukiwa unamtumikia Mungu, Bwana Yesu asifiwe, parapanda kalia ikakukuta katika manunguniko. Mungu hapendi manunguniko. Mungu hapendi manunguniko. Ndipo Mungu akamwambia Yoshua kuwa hodari na moyo wa ushujaa. Je, wewe katika majaribu, je, uko hodari na moyo wa ushujaa? Katika majaribu imani yako inasimama namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu atuhurumie sana. Tutakwenda kuangalia namna jinsi sisi wa Kristo ama sisi wanadamu yatupasa tusimame katika majaribu. Tukisha kusoma kitabu hiki cha Yakobo 1 mstari wa 12 atuambia, Mungu anasema, heri mtu anayevumilia wakati wa majaribu, kwa sababu akisha kushinda hilo jaribio atapewa taji la uzima Mungu aliyowaandalia wale wampendao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuambia heri mtu yule anayevumilia wakati wa majaribu. Heri kuvumilia katika majaribu. Unasimama, je, unavumilia katika majaribu?
Je, unapokuwa katika kipindi kigumu, unakuwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake wanadamu. Akisema amesema. Yeye si mwanadamu hata aseme uongo. Iweni hodari na moyo wa ushujaa. Bwana Yesu asifiwe. Yatupasa tuwe hodari wana wa Mungu. Yatupasa tuwe hodari wao nisikilizaye muda kama na huu. Yatupasa, huu si muda wa kulala. Yatupasa tuamke. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atuhurumie sana. Yatupasa tuwe imara. Yatupasa tuimarike. Kuvumilia kwetu, Mungu anatuambia heri yule anayevumilia. Heri yule anayevumilia katika majaribu, kwa sababu thawabu yake inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kujaribia kwa imani yako sio kusema eti hicho kipindi kitabaki, hapana. Hicho kipindi ni kitambo tu na kitaisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atuhurumie sana. Ila tukisoma tena hapa 12 natuambia, inazidi kusema kwa sababu akisha kushinda hilo jaribu. Ukisha kushinda hilo jaribu, utapewa taji la uzima. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alilowaandalia wampendao. Mungu atuhurumie sana. Je, unasimama namna gani Mkristo mwenzangu? Unasimama namna gani katika wokovu wako? Kwa sababu huu si wakati wa kulala. Wakati wa kulala umekwisha. Ni wakati wa kuimarika. Katika majaribu ndipo ambapo shetani anasimamia ili kukuangusha. Katika majaribu, katika kipindi hiki ambacho tumo, ndio kitu kikubwa ambacho shetani anakuangushia eko. Unasimama namna gani? Sio mwaka wa kulala. Amka wewe uliye katika usingizi, ujitambue. Amka wewe uliye katika kipindi kigumu, na uwe imara, uwe hodari na moyo wa ushujaa, kwa sababu Bwana kwenda kutenda jambo juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bado nafasi ya kusimama ipo. Amen. Majaribu ni mitihani, ni kipindi. Amen. Mungu atuhurumie sana. Kujaribiwa kwa mwanadamu inakuwa ni maanguko kwake, lakini kusimama kwa mwanadamu inakuwa ni kiwango kingine chako wewe mwanadamu kuzidi kumkaribia Mungu na kuzidi kuwa karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni furaha tupu tunapoanguka katika majaribu. Basi ndugu zanguni, hii neno fupi ni kutaka kujifunza pamoja nanyi. Basi tuzidi kuwa hodari na moyo wa ushujaa, kwa sababu Mungu alituahidi akasema, sitawaacha wala sitawapungukia. Utambue kwa katika majaribu yako Mungu yu upande wako. Mungu hajakuacha wala hajakupungukia. Bwana Yesu asifiwe. Acha wote waliosikia neno pekee kwenda kubarikiwa, na Mungu awavike nguvu na kuwawezesha, awape nguvu ya kushinda na kustahimili katika kipindi cha majaribu. Awape nguvu ya kusimama wala msingelianguka. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia kujaribiwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo pale jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Kujaribiwa kwake, tuliona kusimama kwake. Bwana Yesu asifiwe. Katika maombi yale, katika kifungo kile, ndipo alipopata nguvu ya kumshinda muovu. Na Mungu anaweza kutuambia neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yetu. Katika majaribu, ndugu zangu, tujifunze kumkaribia Mungu, tujifunze kusoma neno, tujifunze kumjua Mungu. Na Mungu anatuambia mjue Mungu kwa wingi ili uwe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Tumkaribie Mungu kwa wingi, naye atatukaribia. Bwana Yesu asifiwe. Acha neno hili libaki kwangu na kwenu, na Mungu awabariki na wape nguvu ya kuwa hodari.